Naam, mtazamaji, mambo vipi? Na imani kwamba uko buheri wa afya pale ulipo, mambo yanakuendea shega. Na kama kawaida nakukaribisha katika mpango mzima wa meza ya chipukizo. Na niite mwanamfalme Captain Louis kama ilivyo desturi, na hivyo basi huwa ni kikao bwana cha kuweza kuwafahamu wasanii wanaochipuka na kujua safari yao ya muziki inaanzia wapi, ila tuweze jua ila kuelekea, maana Maulana ndiye mara nyingi anajua mtu ama kesho ya mtu, lakini yote 9 10 mwanzo wa pale alipoanzia ni vizuri hata wewe pale nje uweze kupajua. Kama ilivyo desturi kawaida na kujaga ndani ya Chipukiza Kaya, na hii ni meza ya chipukizo. Nito mwanamfalme Captain Louis, na kama kawa niko na mwana ambaye ametimba mjengoni, na bila kupoteza muda nitakuwa nataka aweze kukujua na muweze kujuana, hususan kama wewe utaweza kumjulisha jina la kwako, lakini yeye atakuwa amekujulisha la kwake. Karibu mwanangu. Shukran. Kwa majina yangu kamili naitwa Michael Kazungu, lakini jina la sanaa naitwa Kazu Flavor. Kazu Flavor. Yeah. Kazu Flavor linatokana na nini? Nahisi kama linatokana na Kazungu, lakini hebu tueleze mwenyewe. Yeah. Nione nikafupisha. Alafu hii flavor nilipatwa na mafans kwa sababu ya muziki wangu, maki wanaamini kila kazi ninayoifanya ina flavor tofauti na ile nyingine. Yeah. So ni maflavor tofauti. Kazu Flavor. Bwana Kazu Flavor, moja kwa moja karibu katika meza ya chipukizi, na kama kawa tupo hapa kwa ajili ya kukufahamu zaidi safari yako ya muziki, wapi inaanzia au umefikia wapi, changamoto zipi umekutana nazo, na hivyo bila kupoteza tu muda tuanze na swali ambalo mimi hupenda kuanza nalo. Wapi ambapo umeanzia muziki? Ilikuwa ni wakati gani ambapo wewe unajifahamu kwa mimi ni mwanamuziki? Muziki nilianza primary school, lakini kujitambua zaidi nilianza niko high school. Primary school kulifanyika nini? School palikuwa na mambo ya hizi drama festival, music. Hapo nilikuwa nikiimba na walimu. Sometimes nachukua hata darasani na mwalimu, nilikuwa naandika nyimbo. Wenzangu tumetungwa nyingine, lakini andika yangu kivyangu. Yeah, ndio hapo nikawa napata chance za kuimba. Lakini hapo nilikuwa niko mdogo sana. Labda unaweza kumbuka wakati ambapo uliwahi kufanya kitu ukiwa primary kikakupatia sifa na umaarufu? Naam, pala nyimbo nyingine ya Kiduruma nilifanya kwa school, na hapo ndio ikanifanya kwa maarufu, ndio nilianza kujulikana. Yeah. Ilikuwa pengine unaweza kumbuka ilikuwa inaongea kuhusu nini? Yaani hiyo ilikuwa inaongelea hiyo ngoma yasema hivi: Muche wangu na muvala zuzi vinorero yuzini chimbira. Hapo nilikuwa mdogo sana hapo. So kwa mbele siwezi endelea maki nimesahau. Na baada ya pale ulipoingia shule ya upili, ni upgrade gani ambao ilifanyika ukajikuta kimuziki unakuwa? Naam, katika shule kuna mambo mengi ya kuhusiana na music festivals. So challenge ilikuwa kubwa sana, maana ilikuwa na wasanii wenzangu hapo walikuwa washatwa mangoma na wanajulikana tayari, kama kuna mfano wa Deva Boy, kuna dogo fanya jita Mega. Deva Boy umesoma naye? Yeah, but alikuwa nyuma chini yangu. Yeah. So hao walikuwa kimaandishi walikuwa vizuri. So hapo ndio mimi kwa naanza kujitambua hapo sasa. So kwenye mashindano kaona nachukua namba 1, mimi nilikuwa hapo namba 3, lakini kwa siku moja nikaja nikafanya vizuri zaidi, nikawa namba 1. Ndio hapo tukashikana na Deva Boy, ndio akaniambia bro naweza, kwa hivyo bro hapo unaweza, kwa hivyo ningependa uzidishe zoezi zaidi na utakwenda mbali. Alright. Hapo ukiwa shule ya upili, na maana ulikuwa bado hujaanza kurekodi? Yeah, nilikuwa sijaanza kurekodi. Naam. Kufika studio mara ya kwanza ilikuwaje? Kufika studio mara ya kwanza ilikuwa changamoto sana, kwa sababu kuna rafiki yangu mmoja ndiye alimpeleka studio ya Magic Records ya Producer Inc hapo. So kufika pale nikaambiwa nitoele ngoma nikaimba, lakini wakati ya kuiproduce kwenye machines ikawa shida, kwa sababu ilikuwa natetemeka, nime overconfidence kwa sababu mara yangu ya kwanza. So changamoto hiyo nikashindwa kurekodi, na producer akaniambia kijana tulia alafu nitakuita tena. Ndio baada yake akaniita sasa kwenda pale nikaitwa vizuri, ikawa kama demo. Naam. Hiyo ilikuwa kama mwaka gani?
Hapo ilikuwa mwaka wa 2020 hapo kwa form 3. Naam, turudi kwenye umetoa ngoma ya kwanza, iliweza kukupatia nafasi gani ile ngoma ya kwanza? Labda ilichezwa tu mitaani ama ilifaulu kufika kwa maredio? Kuhusiana na ngoma ya kwanza, ngoma nilitoa nikapatiwa demo na producer. So katika harakati za kwenda nyumbani kutoka shule paka nyumbani kuimaliza form 4 hapo, kiufupi sikuwa na pesa za kuanza kurudi kuimaliza ile ngoma. So ikachezwa mtaani. Ile kuona kama itapotea nikabidi niweke kwa mtandao YouTube hivyo kwa sababu nisipoteze. Naam. Ilikuwa inaitwa Quality. Yeah. Ilikuwa inaongelea kuhusu Quality, kwa kuongelea kuhusu mrembo yani ambaye kuna vigezo vyote vya kuweza kuwa na mimi. Na huyo mrembo alikuwa ni story ya kweli ama ilikuwa ni ubunifu tu? Ya, kuna msana fulani nilimpata nikiwa high school. Nilielekea kumpenda sana, ndio nikaamua kumtolea hiyo ngoma. Ngoma ya pili ilikuwa wakati gani? Naam, ngoma ya pili ilitokea wakati huyo msana niliyemwimbia hiyo nyimbo aliponiumiza, ndio nikaamua kumwandikia hiyo ngoma nyingine tena. Kwa hivyo ngoma ya kwanza umemwandikia huyo msichana, ngoma ya pili umerudi kumwandikia tena yule msichana. Naam. Story yake ilikuwaje mpaka ngoma ya pili ilitwaje? Yaitwa Vibaya ngoma. Yeah. Na story yake ilikuwaje? Hebu tueleze story ya binti. Story ya binti nilimpenda sana mpaka nikamtolea ngoma na tulipatana tukiwa high school. So tulipomaliza tukarudi sote mtaani. Kule mtaani mapenzi yakazidi, lakini siwajua kule kuna washikaji wakawa wananifuata na anambia Kazo Flavor basi wewe mtu wako ana watu wengine. So venye nilimpenda yani nikawa siamini, nikamwona yule msana kumuuliza, alipomuuliza kanambia kusema ukweli mimi sina mtu, wangu ni wewe tu pekee. So siku zilifozidi kwenda ndio nikaja nikajionea mwenyewe na macho yangu mawili kwa yule msana alikuwa ananicheat. Nikaja jioni yake kama mwanaume, nikamuita tukaongea, nikamwambia mbona unanifanyia hivi? Ulimuona kivipi? Labda ulifumania ama ulikutana? Nilimfumania wakiwa na makisi hapo na shikana. So ile kama mwanaume nikabidi pale mimi sikuwasalimia nikapita. Lakini ile jioni nikamuita sasa kuzungumza kuhusu ile swala, mbona ukanifanyia vile? Ndio hapo kaniambia ni jirani yake, sijui ndugu yake. Lakini jamani hapo kwa makisi bro, kusema kweli nikamua basi acha nimezee nikaelekea kumpenda hivyo. Lakini sasa wewe ya mwisho ndio ikanifaa paka nikaandika hiyo ngoma ambayo jita Vibaya. Ya mwisho ilikuwaje? Kwani ulimkuta akiwa katika hali gani? Hiyo ilikuwa zaidi ya ile ya kwanza kwa sababu ilikuwa nashikana venye kwa naelekea kumaanisha kwa naelekea kwa ile tendo lingine sasa. Na ulipo raundi ulimfuata pale? Hiyo raundi nilimfuata pale. Nikaenda nikamshika ule msela. Lakini sasa sijasoma taekwondo. Nikawa sasa zipigana. Ndio pale ule demu nikamwa kumuuliza kati ya huyu na mimi, hapa nani mpenzi wako? Ndio hapo kabidi sana nitajina la rafiki. Akasema, wewe ni rafiki yangu tu, huyu ndio mpenzi wangu. So ile neno liniumiza sana hata nilishindwa kulala. Chakula kusema ukweli hapo, kilishinda ni sikushiba vizuri maana nimejua kama nisema nagonga ukweli. Lakini usiku niligusa tu kidogo. Kwa sababu yao mawazo ambayo kwa namfikiria na venye na venye kwa tumeaidiana kuwa mimi ndio wangu wa kifo na milele. Wimbo mstari ulikuwa unasemaje? Mstari yake kwa asema, limwamini ananipenda sana, moyo wangu akaukwaru, dereva kakosa heshima, penzi letu kalifanya Subaru, iweje kukumpate haki kwenye kesi na hakimu kunguru, mtamu kwa nguruwe mkuki, binadamu mimola ni nusuru, sijesoma taekwondo, mbona mpigane mpolwa mwenendo, eti chamba wazi. Shikilia pale bonge la track bwana, hebu nisikize hapo chini na kudondoshea kama vipi, alafu kama unaitazama
kutazama kwenye YouTube channel, ingia kwenye YouTube channel ya kwake ambayo bila shaka kwenye YouTube anatumia jina Kazu. Kazu Flavor. Kazu Flavor. Ndio cheki wimbo. Usikie mwanangu anaongea ukweli ambao ulikuwa ni wa moyoni na ni jambo ambalo lilikuwa linamhusu. Ni round 1 ya chikizi za Kaya, hususan katika meza chikizi, na mwanangu amenigusa sana anapoongelea kuhusu story ya kweli. Wimbo wa kwanza ameandika kwa ajili ya mpenzi na wimbo wa pili ameandika kwa ajili ya mpenzi, lakini wa kwanza alikuwa anamsifia, wa pili ikawa bwana ni mambo yamekuwa kama amemwaga ugali, afu mwana ikawa ngumu kumwaga mboga, lakini mwishowe kabidi game drop ya naye na mwaga mboga na ngome inakuishia pale pale. Usiende mbali na Couple of Minutes, tutakuwa tunarudi ili tuweze kujua mambo yanakwenda namna gani. Hivi ndivyo tunafanyaga kila siku inapogonga kila Jumapili pale ndani ya Chikiza Kaya, kuanzia huwa ni mida ya saa 4 mpaka saa 5. Unapata kujua wasanii wana mambo gani ambayo wanayafanya na wameanzia wapi, wanaelekea vipi kwenye sanaa, na hivyo pia wanafanya mambo namna gani. Usiende mbali tu, ndio tunaimaliza hivyo na tunarudi round 2 ambapo tutakuwa tunataka kujua baada ya pale jamaa amekuwa heartbroken, kipi chengine ambacho kilifanyika. Usiende mbali, cha Mwana Captain.